Elimu kwanza kabla ya kusema na kutenda. Ndugu zangu katika imani, wa kabla ya wafati na kabla ya kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi thalathati ayyam, inabaki ni siku tatu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuondoka katika mgongo huu wa ardhi. Magonjwa yalianza kumkumba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maradhi yakaanza kumkumba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hali ya kuwa wakati huo yuko kwenye chumba cha mke wake Maimuna. Akawaita wake zake wote Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuwataka idhni, wampe idhni yeye aende akaungulie kwenye chumba cha mama Aisha. Wake zake wakamruhusu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akataka kusimama Mtume wa Allah, lakini hakuweza Mtume Muhammad. Wakamnyanyua akaja Ali ibn Abi Talib pamoja na Fudhail ibn Abbas, wakaja wakamnyanyua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakampeleka mpaka kwenye chumba cha mama Aisha. Mama Aisha anasimulia, anasema siku hiyo jasho lilimtiririka Mtume wa Allah. Aisha anasimulia, anasema hakupata kuona mtu akitiririka jasho mfano wa Mtume siku hiyo. Ndugu zangu katika imani, lakini kilichoendelea, hali ile masahaba walipoona hali ile ya Mtume anauma mpaka analewa, haikuwahi kutokea kwa Mtume mfano ule. Masahaba wakaanza kustaajabu, mioyo ikajaa na huzuni, wakaanza kushangaa, leo Mtume ana nini? Masahaba wakajaa msikiti wa Mtume ukajaa waumini, wanasema wananong'ona, wanaulizana ni kitu gani kinampata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakati huo ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammad hali yake ni mbaya, hali yake ni tete. Masahaba wanazozana huko msikitini, kelele zile zinasikika mpaka alipo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu chumba cha mama yetu Aisha kilikuwa pamoja, kinakaribiana na msikiti. Aliposikia kelele zile Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawauliza, kuna nini msikitini leo Aisha? Kitu gani kinajiri huko msikitini? Mama Aisha akawaambia, yakhafuna alayka ya Rasulullah. Masahaba wanajaa msikitini, wanahofia kwamba muda wowote jambo baya linaweza likakupata ewe Mtume wa Allah. Faqala alayhi salatu wassalam, ihmiluni ilayhim, nichukueni nipelekeni walipo. Ndugu zangu katika imani, na hapa ndipo ninapolenga hotuba yetu ya leo. Alipotaka kuamka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yastati, hakuweza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baadhi ya riwaya inasema fasabu alayhi sab'a qurb min al-ma', akamwagiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam vikombe 7 vya maji, hali ya kuwa Mtume alikuwa anazimia, roho inataka kuondoka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akashikwa akakamatwa. Baada ya kumwagiliziwa maji, akili yake ikakaa sawa, akachukuliwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akaletwa mpaka msikitini. Fasala ila al-mimbar, akapanda mimbari Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fakhataba an-nas, akatoa hutuba ile, hutuba ambayo ndugu yangu katika imani, leo hii mimi na wewe tunatakiwa tupate athari kupitia hutuba hii. Hutuba ambayo ilikuwa inahuzunisha, hutuba ambayo mwanzo wake mpaka mwisho wake imejaa ni wasia tosha ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anahusia. Alipofika kwenye mimbari Mtume sallallahu alaihi wasallam, fahamida Allah, akamhimidi Allah, kisha akamtakia akamswalia
Baada ya hapo akawahusia jambo la kwanza, wamche Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akamwambia ayuha nnas, enyi watu, kaannakum tahafuna alayya, naona kana kwamba nafsi zenu zina wasiwasi, mnaniofia mimi. Masahaba wakasema naam ya Rasulullah, ndiyo ewe mtume wa Allah. Faqala alayhi salatu wasalam, ayuha nnas, enyi watu, maw'idukum ma'i, tamweni ahadi yangu mimi na nyinyi, laisa dunya, si duniani hapa. Maw'idukum ma'i, ahadi yangu mimi na nyinyi, inda al-hawz, ni kwenye birika lile ambalo ameniandalia Allah tabaraka wa taala. Msiwe na wasiwasi na mimi nikiondoka msiumie. Ahadi yangu mimi na nyinyi sio hapa duniani, ahadi yangu mimi na nyinyi ni kwenye hawz, mtaenda kukutana na mimi huko. Kisha akaendelea akamwambia, wallahi, na hapa kwa jina la Allah tabaraka wa taala, lakaanni anzura alaykum, lakaanni anzura ilayhi fi maqami hadha. Akawaambia, wallahi, ninapotamani kusimama na nyinyi katika birika hilo, ni kama vile birika hilo naliona leo hii sasa hivi. Thumma qala, kisha akasema, ayuha nnas, enyi watu, wallahi ma al-faqru akhsha alaykum, hakuna kitu ninachokiogombea kanuni, walakin akhsha alaykum dunya, naogombea kanuni dunia, naogombea dunia. Antanafasuha, msije mkashindana kwa sababu ya dunia hii, kama tanafasuha alladhina min qablikum, kama walivyoshindana wale ambao walikuwa kabla yenu. Fatahalakakum kama ahlakatuhum, kisha dunia hii ikaja ikawapoteza, ikawaangamiza kama ilivyoangamiza wale ambao walikuwa kabla yenu. Thumma qala, kisha akasema, ayuha nnas, enyi watu, Allah 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 fi salah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaapia kwa jina la Allah mara tatu, anasema ayuha nnas, enyi watu, Allah 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 fi salah. Na wapieni kwa jina la Allah, na wapieni kwa jina la Allah kunako sala. Allah 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 fi salah, na wapieni kwa jina la Allah, shikamaneni na sala. Wadhamna yuradiduha, akaendelea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anarudia maneno yale. Thumma qala, kisha akasema, ayuha nnas, enyi watu, ittaqullaha fi nisa, waogopeni Allah tabaraka wa taala, muogopeni Allah tabaraka wa taala kupitia hawa wanawake. Kwa sababu ya nini? Inna kaidakunna adhim, inna kaidahunna adhim, mitihani walionao hao wanawake ni mazito. Muogope Allah tabaraka wa taala, vile vile na muogope hasana hao wanawake. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, usikum binisai khaira, na usieni aliyekuwa kheri kuliko hao wanawake. Thumma qala, ayuha nnas, enyi watu, tamweni, hamdan, kuna mtu ambaye khayarahu Allah, Allah tabaraka wa taala alimpa khiyari baina dunya wa baina ma inda Allah. Kuna mtu ambaye Allah tabaraka wa taala alimpa khiyari, achague dunia au achague yale ambayo yako kwa Allah tabaraka wa taala. Fakhtara ma inda Allah, akachagua yale yaliyokuwa kwa Allah tabaraka wa taala. Kisha falam yafham ahadan kasada, hakuna yeyote aliyeelewa Mtume anamaanisha nini kwa maneno haya isipokuwa Abu Bakari peke yake ndiye
tulimlipa na tukamalizana naye isipokuwa Abu Bakar. Kwa yale aliyofanya, hakuna ambaye anaweza kumlipa Abu Bakar isipokuwa Allah tabaraka wa taala peke yake. Ndugu zangu katika imani, mambo haya aliyotuzia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza alianza kuhusia, anasema ahadi yake na sisi sio hapa duniani, ahadi yake ni mbele yake Allah, kwenye birika lile ambalo lina maji. Sifa yake maji hayo ni yana baridi kama glasi, ni matamu zaidi ya asali, ni meupe zaidi ya maziwa. Yeyote yule ambaye atakunywa kikombe kimoja cha maji hayo hatapata na kiu tena ila kiasi sana, hatapata na kiu tena mpaka pale ambapo hesabu ya Allah tabaraka wa taala itasimama. Ndugu zangu katika imani, na vile vile Allah tabaraka wa taala anaondoka duniani, jambo ambalo alikuwa anakofia kwetu mimi na wewe, anakofia dunia hii. Dunia tusije tukashindana kwa sababu ya hii dunia ikaja ikatuangamiza na kutupoteza kama vile ilivyowapoteza wale waliokuwa kabla yetu. Ndugu zangu katika imani, akazuia mtume wa Allah jambo adhim, jambo ambalo leo hii watu wanalipuuzia na kuliacha, jambo la swala. As-swala, mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa kwenye sakaratul maut anatamka kalimatu la ilaha illa Allah, anasema la ilaha illa Allah, innal mauta la sakarat, tamwani hakika ya mauti kuna kilevi. Mtume anawaambia usikum, na wausieni kuna kusala swala katika imanukum, na wausieni kuna kusala swala na wale ambao mikono yenu inawamiliki. Leo hii ndugu zangu katika imani, hakuna kitu kilichoachwa kwenye wasia huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya swala. Leo utaona sasa hivi ni Ijumaa hii, swala mashaallah, msikiti unajaa safu 3 4. Njoo hapa swala ya asili, utaona ni safu moja, pengine safu moja hiyo haijai. Ya ikhwani, ya ahbab Allah wa ahbab Rasul, vipenzi vya Allah na vipenzi vya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aina nahnu biwasiyati Rasulillah, tuko wapi sisi na wasia huu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuko wapi sisi na wasia ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam roho yake inaondoka anatuhusia kunako jambo. Unatazama Amani TV Online, amani kwa wote.